chama hiki kukijenga ni wajibu wetu. Chama hiki ndio tumaini la Watanzania. Watanzania hawana chama kingine chenye sera nzuri kilichoshuka mpaka kwenye ngazi ya vitongoji mpaka kwenye mashina zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Tumsaidie mwenyekiti wetu. Hatuwezi kumwachia Dr. Samia peke yake akafanya kazi ya kujenga chama. Chama ni chako wewe, chama ni changu, chama ni cha wanachama. Tukijenge chama chetu kwa kujenga mahusiano na wananchi, kusikiliza shida za wananchi. Lazima chama chetu kiwe mbele kwenye kusikiliza matatizo ya wananchi. Ukiona mahala kuna shida, wananchi wana matatizo, CCM na jumuiya zake lazima iwe mstari wa mbele kusikiliza wananchi, kuwapa matumaini, kuiambia serikali kwamba hapa kuna tatizo 1, 2, 3, litatueni. Hivyo ndio kazi ya kujenga chama. Kwa hiyo niwaombe sana wana CCM wa Morogoro, niwapongeze kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya kujenga chama chetu. Endeleeni na kazi hiyo. Katibu, nimewaona waneki, ndugu yangu Nkia yuko pale, na viongozi wa jumuiya zote nimewaona, vijana UWT. Tujenge chama chetu. Hatuwezi kumwachia Dr. Samia peke yake kujenga chama hiki. Yeye ni mwenyekiti wetu na rais wetu, anafanya kwa nafasi yake, lakini future ya chama chetu sisi ndio tunayoijenga. Kidole kimoja, hatuwezi kumwachia peke yake. Sisi huku tunaharibu, tunatengeneza makundi, tunatengeneza fitna, halafu tunasema atakuja kujenga chama hiki Dr. Samia. Hatutakuwa tunajitendea haki. Na tunavyokwenda kwenye uchaguzi, tukasimamie haki. Wenye sifa ndio hao wapendekezwe, wanaokubalika na wanachama wapewe nafasi. Tuache wagombea wa mifukoni. Wewe mgombea unamjua wewe na mke wako na watoto wako, basi hakubaliki, hatujui historia yake, lakini kwa sababu ana pochi unazunguka naye. Tukatende haki. Wako watu wanakubalika, wako watu wanafanya kazi ya kujitolea kwenye chama chetu, wako watu wanajitoa usiku na mchana kwa ajili ya chama chetu, wako watu wenye sifa za uongozi. Msiende kwa fitini. Mnapowaweka watu kwenye madaraka ambao hawakubaliki na wanachama tunawavunja moyo, wanasusa kule chini. Morogoro oye! Morogoro oye! Lakini tunao viongozi waliochaguliwa, wabunge. Kama mbunge wenu wa mjini hapa, mpeni nafasi afanye kazi yake, mpeni ushirikiano, kwa sababu ndiye aliyeshinda, ndio mbunge wetu anayetokana na sisi, na uchaguzi tumemaliza mwaka jana. Kwa hiyo tumpe ushirikiano. Na katibu jana kanipigia, ana safari, alitamani sana tuwe naye katika ziara hii. Kwa hiyo wale viongozi waliochaguliwa, kina Abudi na wengine, wape ushirikiano, ndio muda wao. Sasa wewe ukibaki umenuna, utanuna miaka 5. Kununa nako kazi. Sasa nisi ewe au wewe au makatibu wao. Wakati mwingine mimi nashangaa sana, makatibu nao watendaji huko wilayani, tunakuta katibu hataki kufanya kazi na mbunge aliyopo au diwani Sasa unajiuliza, huyu katibu ataendelea kuishi maisha haya kwa miaka 5? Itawezekana kweli? Wewe hata kama ulikuwa na mtu wako, uchaguzi umekwisha, mwambie bana, tulitofautiana kidogo, sasa hizi wewe si ndio umeshinda, tufanye kazi. Sasa wewe utapambana vita ya miaka 5, una mapafu hayo? Utaweza?